hii nilikuwa mtu ambaye ningekuwa nilishazikwa miaka zilizopita zamani, na haikuwa ni jambo kawaida ama jambo rahisi kusimama. Wengi wana uwezo kuona huduma ni kitu ya kawaida. Ndiyo, ni kitu ya kawaida, lakini huduma ina gharama, na gharama za huduma nitawaeleza. Kuna ndugu wangu wa karibu sana ambaye amekuwa katika huduma na unamuona akianguka. Kwa hivyo walianza vizuri, lakini kumalizia wanaumalizia vibaya. Haleluya. Huduma si kitu ya kuchezewa. Huduma unapoipokea tu hivi, kuna roho wangapi? Wawili. Roho wa kwanza huwa anakusikiliza kwanza na kutazama, na roho wa pili anakuambia enenda. Maana kuna kitu ambayo Mungu ameweka pale, na anajua kwamba ukifanya hivyo utakuwa na mambo mengi ya kuyafanya ambayo yeye hapendi ufanye. So ulipopokea ile roho ya huduma, jua ya kwamba haukupokea ukiwa na mtu, bali Mungu alichunguza katika familia yako, akakuona tu wewe pekee, akakuita, akasema njoo. Na hapo sauti inakuita leo, njoo. Akakataa njoo, lakini haukusikiza, haukuenda na hiyo sauti. Ulipuuza, lakini sauti ilikuwa inakuita. Ilikuwa ni sauti ya Bwana. Sema njoo, njoo mwanangu, njoo. Sasa katika hizi huduma ambazo tumeona watu wakipitia ni za changamoto. Huduma ya pili ni wakati ambapo ulianza vizuri. Jua kwenye huduma utapatana na wanawake, utapatana na vitu tofauti. Wenye kukushauri watakushauri, lakini je, unaiangalia ile karama iliyo ndani yako? Wachungaji wengi wanakunywa pombe, wanaelekea kanisani kuhubiri. Wachungaji wengi leo wanalala na washirika zao, wanafanya uzinzi, na Jumapili wamesimama mbele ya madhabahu wanahubiri. Ni kwa ajili walianza vizuri, lakini wanamalizia kwa tamaa na vibaya sana. Ndio naona Roho anasema kwamba siku za mwisho kutatokea watu wengine, manabii wa uongo, mitume wa uongo, wainjilisti wa uongo, walimu wa uongo. Yaani kutatokea watu wengine wengi sana wa uongo. Niliomba Mungu sana kushikilia. Nilimwomba Mungu sana kutetea huduma. Kitu inaitwa huduma. Huduma, the sanctuary of the life is in our hands. Huduma iliyopokea katika mikono yetu ni kitu tofauti sana na jinsi ulivyo. Mimi nikikumbuka ama nikianza rasmi jinsi tulivyo agree kwenye mada ya leo, nilikuwa nilete testimony, lakini nilipitia vile kukomboa mtu mahali. Kuna mtu mahali alikuwa amefinyika sana, akaona kwamba hawezi. Bwana amenituma nimekuazwe. So katika huduma yangu jinsi nilivyoanza ilikuwa na misukosuko mingi, na bado pia sasa sijafanikiwa, lakini bado sikati tamaa. Najua kuna siku Mungu atafungua milango. Ninaanza nikiwa mdogo. Mimi ni mtoto ambaye mzaliwa na wazazi katika kaunti ya Bungoma, eneo la Kimilili, Hamlati. Mtoto marehemu baba na mama yangu yupo. Tumelelewa pia kwenye shida sana. Mateso ilikuwa pia mingi.
naomba Mungu sana azidi kutushikilia, kututia nguvu, kutupea imani kwamba sisi tuna uwezo wa kusonga mbele, tuna uwezo wa kupigana katika kila namna yote. Sasa nimekuwa salama, nilikuwa kwenye changamoto, nimesoma kwenye shida na changamoto bado, ila Mungu akapendezwa, akaona ya kwamba si vyema. Familia hii watu walikuwa wanapitia hivi. Tulisemwa, wengi walitarajia sana kuona watoto wakianguka sana wakiwa machokora. Katika hiyo kijijini pia ndio leo kuna watu ambao wanawaona ninyi hamfai. Kuna watu wanaopangia ninyi msiendelee. Kuna watu wakiona mtoto ya mtu anasoma hawafurahii. Ndivyo ilikuwa maisha. Tulisoma. Tukufika hapa ni mkono wa Bwana. Kufika hapa asingekuwa Mungu, hatungekuwa hapa. Maisha yangu yalikuwa ya changamoto. Niliyapitia magumu kwenye maisha. Kusudi tutupambane siku moja tukuwe na maisha mazuri. Kusudi tu siku moja nifurahie kuona wema wa Mungu. Baba yangu aliondoka bila sisi kujua hata. Alikukanya katika mchanga na kumsindikiza. Lakini Mungu yupo. Kila wakati Mungu alikuwa ananifunulia, ananiambia kwamba omba. Siku moja nilikuwa nimeketi katika chumba changu nikiwa peke yangu. Mlango wangu ukajifungua wenyewe. Mwenda wa jioni, saa 2 usiku. Mlango ukajifungua, lakini sikumwona mtu. Katoka nje nikazunguka, sikumwona mtu. Wakati nilipokuwa narudi kwa nyumba sasa kuelekea kulala, nikasikia sauti inaniita. Ikaniambia William. Nikimtafuta na mmulika simoni. Nikasema kama ni mapepo potelee mbali na jina la Bwana Yesu Kristo litukuzwe. Nikarejea kwenye nyumba. Nikiwa tu nimelala bila kuomba, Roho Bwana akaniambia amka uombe. Na nikasikia kweli kuna kitu ndani yangu. Nikaamka na kuanza kuomba. Nikatubu dhambi zangu. Nikaambia Bwana, nikubalie niingie katika ufalme wa mbinguni. Mimi niliyapitia upendo. Kama kuna kuyapitia tuliyapitia kweli. Mwaka wa 2013 somewhere there. Nimeishi kusumbuliwa na jini. Majini yalikuwa yakitusumbua. Na kama hujaona mapepo ama jini, jua vitu vipo hapa ulimwenguni. Na asikwambie mtu kwamba hamna, ipo. Yule ambaye mimi kama mtumishi wa Mungu na yule ambaye nimepitia, nina uwezo wa kukwambia. Marafiki wengi nilikuwa nao wakiwa pia katika kanisa zingine, na nina uwezo wa kukwambia, lakini nasema vipo vitu vingi hapa duniani. So katika ile wakati nilikuwa tunaenda shule, ndugu zangu, lakini sana mimi nilikuwa nashangazwa na kitu moja. Chumbani tulipokuwa tunaishi ilikuwa ni chumba kingine. Lakini nilikuwa naamka asubuhi, damu imejaa uso mzima. Usiku mzima nilikuwa napiga nduru, basi niokoe mtu. Usiku ukianza unaweza kufa kwa kweli. Maana kati uko katika usingizi mnono, hapo ndipo adui anainuka. Niliona kuna siku tuliona niyo. Tuliyapitia magumu kwa kweli. Tulikuwa na ndugu yangu ambaye tumezaliwa ni pacha wangu. Nilikuwa nalala naye.
ikawa pia yeye naye imemwandama. Lakini kilichozidi kuniuma katika kichwa changu ama akili ni muda baada ya muda, yaani siku baada ya siku. Leo nikiumwa, kesho the same same, kesho nyingine the same same. Ukifunika chakula kwenye meza, asubuhi naamka tunachapa tunakula chakula, lakini hakuna kitu tulikula. Kusema kweli, hakuna kitu tulikula, sababu tulikuwa nakaa nyumba ya 3 bedroom, ile inaitanga ndio ile ya mabati 26 huko. Wale watu wa Western unajua nyumba huko side katikati sitting room. So tulipitia hiyo licha ya majaribu mengi. Kana nazidi kuamka asubuhi naumwa na majini ilitusumbua kwa kweli, wapendwa wa Mungu, acha niwaambie, hadi wakati ule tulipoondoka katika hiyo nyumba na roho Bwana halali. Baada ya mimi kukaa mwaka mmoja 2014 15 tulikuwa mahali tu, nikaona ya kwamba Bwana anataka kunitumia. I was a church leader, nilikuwa mwalimu wa Sunday school nikiwa katika kanisa la KAG Kola Pada Transfer. Nilikuwa mwalimu wa Sunday school nikiwa katika kanisa la PAG. Nimekuwa ni hiyo kipaji ilikuwa inaendelea na Mungu alikuwa pia ananitumia. So kuna wakati mmoja mtu anaona kwamba wewe sio mtu kwake. Kuna wakati hata ndugu zako wanaweza kukutenga. Kuna wakati watakuacha kwa shida. Tuliyapitia. Baada ya hapo imekuwa sana mimi kupata ajali kila mwaka, ajali. Ningekuwa nilipoteza maisha yangu kwa kweli. Nashukuru Mungu leo ninaongea. Kwa kweli saizi singekuwa hata mngelichimba ile shimo yangu, hamngepata hata tone la mafupa. Mwaka wa 2009 hapo nyuma kidogo niliweza kupata ajali tena, ambapo kwenye kichwa changu niliweza kushona figo moja na mkono ulikuwa zimevunjika. Sikuwa na uwezo, lakini kupitia ile kibali ama ile neema ambayo Mungu amenipatia nilipona tena. Licha ilinichukua zaidi ya miaka, lakini nilikuwa sawa. Nilipozidi kuwa tena, nilikuja kupata ajali mwaka wa 2018. Not 2018, 2020. Yeah, 2020. Nikiwa eneo la Kiambu. Nilikuwa natokea kazini usiku, naelekea kwa nyumbani, na ilikuwa siku ya Jumapili nikikumbuka vizuri. Naelekea kwa nyumba, nikapatana na msamaria mwema tu. Kanipatia lift, niambia hapo kwa ikawa kwa nje mzuri tuende nikufikishe mimi, na niko barabara ni Sunday na naelekea kanisani. Akanibeba kwa kweli. Wakati nakaribia hapo mahali panaitwa left side, tukapata ajali kwamba kuna pikipiki ilikuwa inatoka mbele na alikuwa mbeba nikaa ni pomba na kimbizana. So tuliweza kuanguka hapo, tukagongana nao kaenda, tukabaki tumeumia sana kwa kweli. Mwenye pikipiki hakuumia sana, lakini mimi niliumia. Nikaa tumechukuliwa, hakuna gari ya asubuhi, nani atatusaidia? Ilibidi tumeingia matatu, ingiza pale Kiambu level 5 hospital, naenda x-ray, kwanza matibabu. Shukuru Mungu, mamangu alinitembelea pale na pochongo na nikaondoka tena hiyo siku tukiwa vizuri sana. Wamehubiriwa salama. Tukaenda tukakaa karibu wiki moja. Ule mwenye alikuwa pikipiki alikuwa amesaidia lift, tulikuja tukapatana naye, alijileta nyumbani, tulikuwa tunaongea, alinisaidia licha kwa gharama kidogo kwenye anajiweza, pia ni mtu wa familia na pia tukamwelewa. Sasa kutoka hapo ilikuwa ajali ya pili. Ajali ya tatu tena ikakuja katokea.
nikasikia tu sauti ikiniambia nenda uoge, ikiniambia usioge. Wakati mmoja akachukua maji kuelekea bafuni kuoga, lakini ilikuwa ni kama siku yangu ya mwisho.